Asante sana Elda kwa makaribisho hayo, na wasalimu nyote. Hamjambo kanisa? Hebu nipungie nione kama mnaniona. Asante sana. Kumbe hata kama mimi ni mweusi nimeonekana. Nashukuru Mungu. Hiyo ni neema ya Bwana. Nimefurahia sana kupata nafasi ya kuwahudumia katika wiki hii ya maombi, kuanzia mwanzo hadi siku ya leo tunafika katika tamati yake. Hebu niulize, ni wangapi wameweza kuhudhuria hata siku moja? Hebu nione kwa mkono. Asante sana. Mungu awabariki. Najua kuna wengine waliangalia kwenye mtandao, na wale ambao hawakuja pengine mambo yalikuwa mengi. Leo ni siku yenu. Mungu atakutana nanyi kwa njia ya kipekee. Haleluya. Basi kama ilivyo kawaida, wahubiri wanaposimama hapa mbele, mnatarajia wawaletee pengine kama akona mke ama jamaa fulani, si ndio? Wacha nifuate hiyo desturi. Leo nimekuja na serikali yangu. Sijui wameketi wapi. Wacha niwatafute. Kwangu ni serikali. Wako wapi hawa? Nilikuwa nimefichwa mahali, sasa sikuwaona. Wako wapi? Aha, serikali yangu iko pale. Sio hao tu, kuna wengine wamejificha mahali, pengine wameketi mahali siwaoni. Wako wapi? Oh, wako upande ule. Haya. Unajua hii weusi itawauza. Siwaoni. Basi ningependa mpunge hivi, alafu mke wangu atawasalimia kwa niaba ya wote. Haleluya. Si mnaona Mungu ni mzuri, aliniongezea rangi kidogo. Tunamshukuru Mungu. Basi nawakaribisha katika kipindi cha leo. Nianze kwa kushukuru Mungu. Nimeshuhudia ibada nzuri sana tangu nilipoketi hapa mbele. Jameni, ibada ya nyimbo nimeona hapa imekuwa ya kufana sana. Haleluya. Hiyo possibility mliona vile wanaziangusha hizo signs. Nilifurahia sana, maridadi. Kwaya ikasimama hapa, it gave me a foretaste of heaven. Mlisikia vile inaimba vizuri? Natamani kufika mbinguni, na nikifika pale nataka kuimba sauti ya bass. Hiyo ndio inanishindanga kidogo. Hiyo naimbanga wakati nimeamka asubuhi, sauti ni nzito kidogo. Lakini wakati mwingine inapotea. Basi na wakaribisheni katika wakati huu tukutane na Mungu kwa njia ya kipekee. Kabla sijanena neno ambalo Mungu ameliweka moyoni mwangu, ningependa tufanye ombi la kipekee la kimoyomoyo. Kimoyomoyo nataka uombe, umwambie Mungu, Mungu niuuze kwa njia ya kipekee. God touch me today. Pia omba kwamba Mungu aguze kanisa la Kiadventista la Kisii Central kwa njia ya kipekee siku ya leo. Jambo lingine utaombea ni kwamba Mungu abariki hata mtazamaji anayenitazama kwenye mtandao. Leo hii Mungu naye amuguze. Na ili Mungu awaguze, muniombee kwa njia ya kipekee Mungu anitumie. Mkiniangalia hivi, si mimi ni damu na nyama? Kuna kitu kizuri ninaweza wapatia kweli? Hapana. Ikiwa Mungu hata niguza, hakuna kitu kizuri nawapatia leo, na wahakikishia. Lakini mkiomba kwa imani na kwa bidii, Mungu ataniguza na nitaleta ujumbe ambao utakubariki. Hivyo uniombee kwa njia ya kipekee Mungu aniguze. Mmeona mambo ambayo nimetaja kufikia hapo? Ya kwanza, uombee nani? Ujiombee. Pili, uombee kanisa la Kiadventista la Kisii Central. Tatu, uombee mtazamaji kwenye mtandao. Nne, uombee nani? Mimi. Mungu afanye nini? Aniguze. Jambo la mwisho, tukemee nguvu za shetani na mapepo kutoka kati yetu, na tualike Roho Mtakatifu anene nasi. Hilo ombi utalifanya kimoyomoyo kwa muda, kisha nitaomba na tupate ujumbe wa Mungu kwa siku ya leo. Basi tuombe.
Tuombe. Baba wetu ishie patakatifu mbinguni, jina lako litukuzwe. Na kushukuru kwa maana umeniteua nisimame mbele ya wana wako kunena nao. Hivi leo Bwana, I empty myself. Fill me Lord. Give me your word that you have planned for this congregation this day. Mwishoni mwa kipindi hiki Bwana, tuwe tumebarikiwa. Pia Bwana, kuna wale ambao wamekuja na mizigo mizito ya mahitaji ya maisha haya. Bwana uwashughulikie siku ya leo. Bwana, kuna wale ambao wamekuja na mizigo mizito ya dhambi. Hivi leo Bwana uwazuru, ulete ushindi wako wa kipekee. Bwana, katika jina la Yesu, tunakemea na kusambaratisha nguvu za shetani na mapepo kutoka kati yetu. Tualike uwepo wa Roho Mtakatifu atuongoze tunapoanza hadi tamati. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amina. Na ningependa kutoa tangazo lingine moja kabla sijatoa hubiri. Wakati wa mchana tutakuwa na maombi ya kipekee, na waalika msikose. Mungu atatuzuru hapa na atakushughulikia katika mahitaji yako. Haleluya. Njoo leo mjaribu Mungu. Pengine umejaribu siku zingine, umejaribu kwingineko. Leo na kualika njoo mjaribu Mungu, uone jinsi vile yeye ni mzuri. Haleluya. Basi ujumbe wa wiki hii mzima umekuwa ukiongozwa na ile mada ambayo inasema kupata furaha na nini? Na amani. Hebu niulize, nani anapenda akikasirika? Ikiwa unapenda kukasirika, njoo tukuchape hapa kisha ulie machozi ukasirike. Nani anapenda kukosa amani? Haya, wacha niulize kwa jinsi hii. Nani anapenda furaha na amani? Aha, kumbe wengi wanapenda furaha na amani. Yaani watu wakati nyakati hizi tunaishi, watu wamekosa amani. Kuna wasiwasi, kuna misukosuko katika ulimwengu huu wa sasa. Ndoa hazifanyi kazi, biashara zimekataa kusimama. Umejaribu kadri ya uwezo wako, imekataa kusimama na amani imekosekana. Katika kitabu cha Zaburi 144 fungu la 12 kuteremka, nataka tusome hapo tuone jinsi vile mtu ambaye ana amani ametajwa hapo vile anakuwa. Zaburi 144 fungu la 12 kuteremka. Sijui kama msomaji wangu amefika pale. Inasema hivi: wana wetu na wawe kama miche waliokuwa ujanani. Mtu mwenye amani, wana wake wako kama nini? Kama miche ambaye imekuwa wapi? Ujanani. Aha, endelea. Binti zetu kama nguzo za pembeni. Yaani unapoangalia binti zako, wakati mtu ambaye ako na amani ni yule ambaye akiangalia binti zake anaona wako nini? Wako kama nguzo. Anasema watoto wangu wasichana watanitugekera kwa Kikisii. Haleluya. Huyo ndiye mtu mwenye nini? Amani. Endelea msomaji. Zilizo nakishwa kwa kupamba hekalu. Fungu la 13. Gala zetu na zijae. Gala zetu na zijae. Ukipata gala lako limejaa na chakula, jameni, si una furaha? Endelea. Zenye akiba za chinzi zote. Naam. Kondoo zetu na wazae. Unapoangalia mifugo wako, kondoo wako wakizaa, alafu 10,000 wazae 10,000. Yaani ukiangalia zizi la kondoo wako unaona wamejaa pale, si unafurahia? Inaendelea ikisemaje? Mashambani mwetu. Hata mashamba pale mashambani mwenu. Endelea. Ng'ombe zetu na wachukue mizigo. Ng'ombe zetu na wachukue mizigo. Kusiwe na kushambuliwa. Kusiwe na kushambuliwa. Hata ukiachia hapo msomaji, hayo maelezo yanaonyesha mtu ambaye ana nini? Ana furaha na amani. Lakini mtu wa aina hii ni mtu gani? Huyu ni mtu gani ambaye anashuhudia mambo haya katika maisha yake ama katika familia yake? Soma fungu la 15 ambalo ni fungu kuu. Biblia inasemaje?
Heri watu wenye hali hiyo. Heri watu wenye hali gani? Hiyo. Hali gani sasa? Hiyo ambayo tumesoma hapo juu, si ndio? Watu ambao mashamba yao yako sawa, wanyama wako sawa pale, watoto wako sawa. Hao ndio watu wanaambiwa, Biblia inasema heri hao watu walio katika hali hiyo. Endelea. Heri watu wenye Bwana. Heri watu wenye Bwana kuwa Mungu wao. Kuwa Mungu wao. Haleluya. Kumbe watu ambao wanafurahi aina hiyo, Biblia inataja kwamba hao watu siri ni moja, kwamba wana nani kama Mungu wao? Wana Bwana kama Mungu wao. Haleluya. I want to suggest to you, my friend, the secret of joy is having the Lord Jesus as your God. Hallelujah. Wapendwa, katika harakati za kutafuta amani, wanadamu hujaribu kubuni mbinu za kujipatia amani, kujipa raha. Hata wengine wanasema jipe raha mwenyewe. Lakini nataka niwape fungu la roho ya unabii, kitabu Desire of Ages, page 302, paragraph 4. Desire of Ages, page 302, paragraph 4. Roho ya unabii nasema, men cannot manufacture peace. Sijui kama mlisikia. Men cannot do what? Niongelesha ndipo nijue kwamba tuko pamoja. Men cannot do what? Manufacture peace. Nimesema kitabu gani hiyo? Desire of Ages 302, paragraph 4. Neno linatuhakikishia mwanadamu hawezi kujitungia amani. Pengine umejaribu kutunga, lakini haujawahi fikia kiwango cha kupata amani. Pengine umejenga nyumba nzuri ukadhani kwamba utapata amani, lakini haipo. Umepata pesa vizuri, umepata gari nzuri, lakini umeenda hospitali umeambiwa uko na siku ngapi kufa? 44. Utakuwa na amani? Hapana. Umejaribu, ndio, si vibaya jameni, tafuta mashamba, nunua, jenga nyumba. Niliposoma katika Biblia niligundua kwamba Abrahamu, katika Mwanzo 12:3, Abrahamu alikuwa mwenye mali nyingi. Si vibaya Mkristo kuwa na mali. Haleluya. Lakini hiyo mali haitafanya nini? Haitakupatia amani. Mwanadamu hawezi kujitungia amani. Kitabu cha Isaya, msomaji, 26 fungu la 3. Kitabu cha Isaya 26 fungu la 3. Kumbuka mada yetu inasema kupata amani na nini? Na furaha. Msomaji, soma pale. Inasema utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika nini? Amani kamilifu. Haleluya. Yaani ukimtegemea Mungu unapata amani kiasi gani? Kamilifu. Shetani hujifanya kwamba anaweza kukupatia amani, anakupatia peremende tu ama Panadol, lakini baada ya muda utaanza kupata nini? Kuugua. Wapendwa, katika Bwana Yesu ndipo kuna amani ya kudumu. Haleluya. Kuna wale katika harakati za kutafuta amani na furaha, siku hizi watu wamegeukia kitu inaitwa entertainment industry. Burudani, ili kutafuta nini? Amani na furaha. Siku hizi mitandao imejaa video fulani ambazo zinatumbuiza, zinachekesha, si ndio? Mitandao kama vile TikTok. Hata unaweza pata mtu ako kanisani lakini ako wapi? TikTok. Anatafuta nini? Amani. Anatafuta nini tena? Furaha. Kuna Facebook iko na reels kadhaa. Kuna mtandao gani tena? Mnajua Instagram? Kumbe mnakuanga pale. Si vibaya, si kuna mambo mazuri pia, lakini kuna mabaya mengi zaidi pale ndani.
Ni gani tena mnajua? Kuna Twitter. Hawasemi Twitter, wanasema Twitter, si ndio? Hapo ndani kuna mambo pia ya kutumbuiza. Yaani watu wamegeukia the entertainment industry na imebobea sana katika nyakati hizi. Unapopita hapa kwenye vichorochoro hapa, utapata vijana wamesimama na kamera wanachukua clips waenda kuweka wapi? TikTok. Na watu unapata mtu amekaa hapo kuanzia asubuhi anaziangalia kwa sababu anataka kutoa stress, anataka kupata amani. Lakini nataka niwashtue leo. Watu wakishtuka wanashtuka aje? Tanakali ya sauti ni gani? Sijui, lakini wacha niweke ile ya kienyeji. Nataka niwashtue shtu. Sijui kama hiyo iko inafanya kazi. Hiyo ni ya kienyeji, msijali. Sasa nataka niwashtue. Counsels to the Church, page 164, paragraph 5. Sikiza vizuri. Inasema hivi: the desire for excitement and pleasing entertainment is a temptation and a snare to God's people, especially the young. Hallelujah. Kutafuta entertainment kwenye mitandao ili upate amani na furaha. Roho ya unabii inasema hiyo ni nini? A snare. Yaani a snare ni nini? Ni mtego. Hebu sikia. Ni mtego. Hiyo ambao unaangalia ni mtego. Na imesema especially the what? The young. Lakini haijasema the young only. Siku hizi unaweza pata hata mwanamke mzee ama mume mzee, hata kibogoya ametoka meno, si unajua hiyo ni miaka imeendaenda. Lakini hako TikTok anafanya nini? Anasongeza kusongeza. Sikiza, neno limesema kwamba it is a snare. Na sikiza vizuri. Wacha niwaulize. Watu wengi ambao huunda zile video, wanakuanga watu wa kanisa kweli? Wanakuanga watu wa Mungu sana sana? Hebu sikia. Inaendelea ikisema hivi: through the agents of worldlings. Through the agency of worldlings. Sasa nimewapatia hint, wacha niulize swali tena. Watu wengi ambao hutengeneza zile video zenye miondoko fulani na kadhalika kwenye mtandao, wanakuanga watu wa Mungu kweli? Sana sana. Watu wamependa neno ndo wanafanya hivyo? Mna uhakika ni watu wamependa neno? Sikia. Through the agency of worldlings. Worldlings ni watu wa aina gani? Watu wenye mitindo ya dunia. Watu wengi ambao huunda hizo video ni watu wenye mitindo ya dunia. Sasa inaendelea ikisema through the agency of worldlings he keeps us continual excitement to induce the unwary to join in worldly pleasure. Point nataka mshike hapo. Watu wengi ambao huunda hizo video hawana uhusiano na nani? Na Mungu. Hizo ambazo zinawatumbuiza, zina mambo fulani unaona ni kama yanakutumbuiza, lakini ujue kwamba inakuvuta kwenda kwa nini? Kwa dunia. Na usikize sasa, point bado haijafika, iko karibu kufika. Inaendelea ikisema hivi, nilisema kitabu inaitwa Counsels to the Church, page 164, paragraph 5. Inasema hivi: there are shows, lectures and endless varieties of entertainment that are calculated to lead to a love of the world, and through this union with the world faith is weakened. Hapo ndio kuna pointi. Wewe uoni, unaona uko sawa, sinaangalia nafurahia, lakini mwishowe ni nini inavunjwa? Imani inavunjwa. Kuna vitu ambazo ziko kwenye mtandao, wewe unaona zinakupatia furaha, zinakupatia amani, zinakupitishia muda, lakini zinaua nini? Imani. What is the effect of killing faith? Imani ikiuawa ni nini hutendeka?
1 John chapter 5 verse 4, the Bible says, faith is the victory that overcomes the world. Now let me ask you, ikiwa imani imevunjwa, utashinda dunia? Hauwezi kufanya nini? Kushinda dunia. Hivi leo Mungu amenituma kwa ujumbe wa kipekee kwamba hiyo miondoko ambayo unaangalia kwenye mitandao, ambayo unaona inakufurahisha, inakuentertain, it is actually killing your faith. Na imani yako inapouawa, nini inaanza kupungua maishani mwako? Miujiza. Hautaona miujiza. Imani yako inapungua, basi miujiza inaanza kufanya nini? Kupungua. Si Biblia inasema kwamba ukiwa na imani milima inasonga? Sasa wakati imani yako imepungua, milima inaanza kufanya nini? Kuongezeka. Na ukichunguza vizuri, watu ambao wanapenda kuangalia mitandao sana humalizia kuwa na misongamano ya mawazo, hata wengine hujiua. Maana the content that is in the internet is full of violence, is full of mambo machafuko. Sasa ukiangalia, sijui kama umesoma mahali Biblia inasema by beholding you become. Have you read that in the Bible? Yani ukiangalia machafuko, we pia unaanza kuwa wa machafuko. Unakuwa mtu wa kujiua kwa haraka mambo yanapokuwa magumu kidogo. Unakuwa mtu wa kuua. Unakuwa mwasherati. Unakuwa kila aina ya mwenye dhambi. Angalia mpendwa, imani hupungua unapojaribu kupata furaha kupitia kwa maonyesho yale ya mitandao ambayo yanaburudisha, lakini hayana msingi katika nani? Katika Kristo. Kuna wale husema si kuna moral lesson. Unaangalia soap the whole night, you transnight for the whole night watching a soap. Unasema unatafuta nini? Moral lesson. Sasa wacha niwashtue yenyewe, ila iko ya kushtua. Adventist Home page 413 paragraph 1. Nimesema kitabu gani? Adventist Home page 413 paragraph 1. Inasema hivi: the author may profess to teach a moral lesson through his work. Did you hear that? The author may do what? Profess to teach a moral lesson. Throughout his work, he may interweave religious sentiments. Anaweza kuchanganya mambo ya kiroho kidogo. Kwa mfano ukiangalia Nigerian movies, unapata kuna ingine, kuna kipasta huko eti kinaomba mapepo inafanya nini? Inaenda. Ama movie yoyote ile anaweza kuleta some lessons of kindness or being kind to the poor. Na unasema si jameni, inafunza nini? Moral lesson. Lakini sikiza, nataka kurudia tena tuendelee pamoja mpaka mwisho. Inasema hivi: the author may profess to teach a moral lesson. Anaweza kusema kuna moral lesson. Throughout his work, he may interweave religious sentiments, but often these serve only to veil the folly and worthlessness beneath. Hamjasikia hiyo? Sikiza kwa makini. Inasema hivi: the author may profess to teach a moral lesson. Throughout his work, he may interweave religious sentiments, but often these serve only to veil the folly and worthlessness beneath. Imesema aje? Wacha niongee kwa Kiswahili kwa wale ambao Kiswahili ndio inaingia vizuri. Huyo mwandishi wa hiyo video ama pengine kitabu hicho cha zinaa tu anaweza kujidai kwamba kuna mafunzo ndani yake, lakini hiyo ni njia tu ya kufunika nini? Uchafu ulio ndani yake. Wapendwa, unapojaribu kutafuta furaha na amani kwa kujitumbuiza kwenye mitandao na zile video ambazo hazina msingi katika neno la Mungu, wapendwa, unapunguza imani yako. Na unapopunguza imani yako,
nini kinatokea katika upande wa miujiza maishani mwako? Miujiza inapungua. Unaanza kukosa amani. Sababu pengine umekosa amani, unapenda sana TikTok. Hiyo inapunguza imani yako. Wewe uhisi inaonekana ni sawa. Unaposoma Testimonies volume 1 page 550 inasema it is made to appear innocent. Yani inaonekana haina madhara. Lakini tumeona kwamba madhara ni kwamba imani inaenda kufanya nini? Inaenda kupungua. Na sisitiza mpendwa, hivi leo pengine unasikia kujinyonga kwa sababu unapenda sana mitandao hiyo. Leo hii nataka nikupendekezee mtandao ambao ni wa kipekee, mtamu sana. Mtandao mtamu sana ambao unaitwa neno la Mungu. Haleluya. Tusome Zaburi 119 fungu la 103. Kumbuka tunachunguza mada kupata amani na nini? Na furaha. Zaburi 119 fungu la 103. Biblia inasemaje? 119 fungu la 103. Biblia inasemaje? Msomaji leo umepungukiwa na haraka. 119 fungu la 103. Aha, soma pale msomaji. Mausia yako ni matamu. Mausia ya Mungu ni matamu. Wakati kitu ni tamu unafanya aje mdomo? Unafanya aje? Mausia yako ni matamu sana kwangu. Ni matamu. Aha. Matamu sana kwangu. Matamu kiasi gani? Sana kwangu. Kupita asali kinywani mwangu. Kupita asali kinywani mwangu. Sijui kama umeonja asali. Asali si tamu sana. Eti kuna kitu ambacho ni kitamu kupita nini? Asali. Kama maisha yako ni magumu, unapitia uchungu, unafaa kuonja nini? Kitu ambayo ni tamu kuliko nini? Asali. Ambayo ni nini? Mausia ya nani? Ya Mungu. Friends, I'm preaching out of experience. Katika maisha yangu sijakuwa mzee sana. Nimepitia mambo fulani magumu. Lakini nikajiambia wacha niamue, wacha nisome Bible. By the way, wacha nianze kusoma kutoka Genesis nifike Revelation. Hapo nafinywa vizuri, nimefinywa proper. Nilipoanza hiyo project ya kusoma Biblia, nilianza kusikia utamu. Mambo ikaanza kuwa mzuri, nikaanza kuona ahadi za Bwana vile ziko katika Biblia, nikaanza kuzidai, nikaanza kuona ushindi. Haleluya. Hata katika mambo magumu. Pengine nitatoka ushuhuda mchana mkija. Vile mambo kama hata si nimekuwa nikuambia kuhusu ndugu yangu ambaye alikuwa mshetani, lakini Mungu akamuokoa. Hayo hutendeka wakati unaangalia neno la Mungu, unadai ahadi za Bwana, na Mungu unamuomba, anakufanyia nini? Anakupigania. You don't know the privilege of being a child of God. Let me tell you today. Roho ya unabii katika prayer page 61 paragraph 1 inasema kwamba by your prayer of faith, kwa maombi yako ya imani, una uwezo wa kusongeza mkono ambao unasongeza ulimwengu. Wacha niulize, ni mkono gani ambao unasongeza ulimwengu? Talk to me. Ni mkono gani saizi ambao unaweza kusongeza ulimwengu? Mkono wa nani? Wa Mungu. Sasa hiyo quotation inasema kupitia kwa maombi yako ya imani, hayo maombi yana uwezo wa kusongeza mkono wa Mungu. Umeelewa kweli? Yaani kwa maombi yako ya imani unausongeza mkono wa nani? Wa Mungu. Wacha nikuulize, nikikupatia tu ile gari tu ubebe mkononi peke yako, utaweza? Hautaweza. Lakini Mungu sasa ana uwezo wa kubeba dunia nzima mkononi. Eti kwa maombi una uwezo wa kusongeza huo mkono wa Mungu. Si ni nguvu kubwa sana? Wapendwa, ukiwa ni mtoto wa Mungu,
Ukiwa unamtegemea Mungu, ndipo unapata furaha na amani ya kipekee. Nataka kusisitiza, nimeongea kuhusu the industry of entertainment. Watu udhania kuna furaha pale ndio unacheka, lakini nini inaendelea kukufa ndani yako? Imani. Imani ikikufa, na tumesoma Biblia inasema imani ndiyo nguvu ya kushinda nini? Ulimwengu. Imani ikikufa sasa unaanza kushindwa na ulimwengu. Mambo yanaanza kukulemea. Because the connection between you and Jesus is being broken by what you watch. Na shetani ametumia hiyo sana. Shetani ametumia hiyo sana. Na anasema kuna moral nini? Moral lesson. Hiyo tu ni kufunika uchafu ulio chini ya hiyo that literature. Wapendwa, tunapoendelea, ningependa kuambia kwamba hakuna mbinu nyingine ya kupata amani. Hakuna mbinu nyingine ya kupata furaha maishani mwako. Tulisoma Zaburi tukaona watu ambao wana ile furaha ni watu ambao wana Mungu, wana Mungu kama nini? Wana Bwana kama Mungu wao. Hao ndio watu ambao wanapitia amani. Sijui mpendo, ikiwa ungependa kupata amani maishani mwako, hiyo ndiyo suluhu ya kudumu. Sikiza vile Paulo anasimulia katika Wafilipi 3 fungu la 8. Wafilipi 3 fungu la 8. Sikiza vile Paulo anasimulia. Biblia inasemaje? Wafilipi 3 fungu la 8. Sikia vile Paulo anasimulia. Anasemaje? Biblia inasema naam. Zaidi ya hayo na yahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi. Kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu. Wa kumjua Kristo Yesu. Bwana wangu. Ambaye kwa ajili yake. Sasa kwa ajili ya Yesu nimepata hasara. Sasa amepata hasara ya mambo yote. Nikiyahesabu. Sasa hayo mambo yote ameyahesabu kuwa nini? Kama mavi. Ili nipate Kristo. Ili nipate nini? Kristo. Wacha nikuulize, mavi unaifanyia nini? Unaweza kuiweka kwa meza usema hii ni yangu. Utasema hivyo? Mavi inawekwa ndani ya choo. Sasa Paulo kuna vitu zilizokuwa faida kwake awali kabla hajakutana na nani? Na Yesu. Alipokutana na Yesu, sasa hizi vitu anapoziangalia anaona zinakaa kama mavi. Lakini akiangalia Yesu anaona uzuri usiokuwa na kiasi. Haleluya. Wapendo, hiyo ndio siri leo hii nawauzia. Kwamba uwe na Kristo Yesu katika maisha yako. Wakati watu hawana Kristo Yesu, wanakimbilia njia zingine ambazo hazina msaada. Wanakimbilia miungu mingine. Kuna watu huko nje ambao upromise kwamba wao wana nguvu ya kusaidia. Siku hizi nasikia kuna nyota hapa nje, si ndio? Watu ukimbilia hizo sana. Lakini wapendwa, niwaambie ambaye anakupatia msaada ni Kristo Yesu. Ukienda kutafuta nyota, utaanza kulala na nyoka. Wacha nirudie hilo. Ukienda kutafuta nyota huko nje, utapata ukilala na nini? Na nyoka. Unaamka asubuhi unapata umelala na nyoka hapo, inakwambia niko hapa. Ndio unaanza kukimbia. Hebu sikia, msomaji, nipeleke katika kitabu cha Yeremia 2 fungu la 27. Ili muelewe kwamba ukienda kutafuta nyota pale nje, umeacha tu uhusiano wako na Mungu hautaki. Unasema hawacha nikimbilie nyota huko nje ni rahisi. Sinanua tu shilingi 100 nipea yako kachupa na hiyo nini. Hebu sikia Yeremia 2:27. Biblia inasemaje? Inasema waliambiao gogo la mti, wewe baba yangu. Wanaambia nini? Eti wewe ni baba yangu? Gogo la mti. Wameacha nani? Mungu.
na kuliambia jiwe. Wanaambia nini? Jiwe. Ndiwe uliyenizaa. Wewe ndiye ulifanya nini? Ulinizaa. Hayo mambo yanatendeka sasa hivi hata kanisani humu, si ndio? Tuendelee. Kwa maana wamenipa mimi visogo. Wamenipa mimi visogo. Hebu nipe kisogo. Kuna watu wameanza kunipa kisogo hivi, sio hiyo. Nataka hii. Wamenipa mimi nini? Visogo. Wala hawakunielekezea nyuso zao. Hawakunielekezea nyuso zao. Lakini wakati wa taabu. Lakini wakati wa nini? Wa taabu. Watasema nini? Watasema simama utuokoe. Ndivyo inavyokuwa, mpendwa. You don't want to have a relationship with Jesus. You want to go for quick fixes. Kitu ambayo inaweza kufixia haraka, inamalizia kukufix wewe. Ikisha kufix, utaanza kulilia Mungu. Niliwaambia ndugu yangu alikuwa mwenye mapepo, na hilo ndilo niliona akitenda. Shetani alimfix pale, lakini Mungu akamsaidia, ndio alipoanza akaanza kurudi, lakini haikuwa rahisi. Mpendwa, hivi leo I suggest to you a relationship with Jesus. Hallelujah. Ikiwa hujakuwa serious kwa Ukristo wako, anza kuwa serious, na utaanza kuona matunda mazuri katika maisha yako. Umekosa amani, I suggest to you this book. This book has given me overwhelming joy and peace in my troubles. And I suggest it to you. For me, I don't know what you will do. For me, I said I want to read it from Genesis to Revelation, page by page, word by word, and it has been a blessing to me. Nikapata hata ahadi zinazohusiana na shida zangu. Nilipoanza kuzidai, nikaanza kuona ushindi wa kipekee katika maisha yangu. Hivi leo I suggest to you Jesus. Na nilipokuja hapa, Mungu alinipa ujumbe ulio clear kwamba watu wamevutwa sana na mitandao kutafuta amani. Watu wamevutwa sana kule kwenye mitandao, imani imepungua, ndipo sasa watu wanaona hapa hakuna nguvu, wanaenda wapi? Huko nje. Hapa kuna nguvu. Haleluya. Hapa hili ndilo kanisa la masalio la Bwana. Hapa kuna nguvu, na nimeshuhudia. Haleluya. Nguvu ya kweli. Ukipata maombi hapa, uendi kulala na nyoka. Unaenda ukiwa na nini? Na amani. Wachana na ile ya huko nje. Wapendwa, hiyo ujumbe iko clear kwangu. It is very clear. There is no mistake in this. Mungu amenizungumzia kwamba niambie watu wa Kisii Central, discard those things of the internet which are not of God, which give you the peace and joy. That is not true peace and joy. They are taking away your faith, and miracles will start reducing in your life. And I'm making a call today. And this is the call straight, because nimewapa ujumbe. Ikiwa katika maisha yako umekuwa ukitafuta furaha na amani kwa kujitumbuiza kwenye mitandao, na umegundua siku ya leo kwamba umekuwa ukiua imani yako, na usimame na hata usonge mbele. Ikiwa katika maisha yako njia mojawapo umekuwa ukitumia kupata furaha na amani ni kwa kuangalia yale maonyesho, ile miondoko ya mitandao, umekuwa ukidhani inakupatia furaha na amani, lakini umegundua inaua imani yako, na usimame na uje mbele. Usiogope. Huu ndio wito Mungu amenipa straight. Ikiwa wewe kuna rafiki yangu aliniambia yeye akishika tu simu yake hivi, kidole chake kinateleza tu, ni kama kuna magnet. Yani kidole kinateleza TikTok. Anaanza tu the whole day, kuanzia asubuhi mpaka jioni, kila anaangalia ni ile miondoko, inamchekesha, lakini hajui nini na uwawa imani yake. Ikiwa wewe katika maisha yako kwa njia moja ama nyingine mitandao imekuchukua sana, hizo anasa zimekuchukua sana, na usimame uje hapa mbele. Tutaimba wimbo 110.
ninapowangoja waimbaji, mtaniongoza katika stanza 1. Na wasi msimame nyote. Unajua mnapoketi hata wanaogopa kusimama. Nakuja. Msimame nyote. Na mpendo, usiogope. Huyu ni Mungu anakuita. Maana anataka kupatia furaha na amani. Unajua nilipoanza niliwauliza nani anapenda awe na furaha na amani, mkaniambia nyote. Si nimewapa siri? Basi msiogope, njoo wapendwa. Tulia pale kwanza. Stanza 2 tutaimba baadaye, ngoja. Wacha nitoe huu wito. Karibu sana ndugu. Usiogope. Ikiwa umekuwa ukichukuliwa sana na mitandao, ukidhani unapata furaha, leo umejua inaua imani yako na umeamua kwamba unataka uwe na imani zaidi ili miujiza iongezeke maishani mwako. Karibu hapa mbele. Usiogope mtu yeyote. Tuimbe stanza 2. Karibu sana ndugu. Usiogope mtu yeyote. Karibu. Maskini na matajiri wa mataifa yote, mlango wazi ajabu uliacha wazi kwangu. Tulia pale. Vile nahisi ni wengi zaidi ya hawa. Usiogope, njoo. Usiogope mtu atakuona vipi. Njoo hapa tuombe na utaanza sasa upya. Unasema sitaki tena kushikamana na hayo, nataka kuanza kushikamana na neno la Mungu. Nataka kuona, je, ni ukweli neno la Mungu ni tamu kuliko asali? Usiogope, njoo na kusii, njoo. Tuimbe stanza inayofuata. Karibu sana ndugu. Njoo nyote. Wengine mko tu. Njoo, msiogope. Ninapofanya wito huo tena na niongeze zaidi, nataka niwasimulie kisa cha towashi katika Matendo ya Mitume 8. Alipobatizwa na Filipo, unaposoma fungu la 39 inasema akaenda zake akifanya nini? Akifurahi. Haleluya. Unapokutana na Yesu utaenda zako ukifurahi. Nataka kufanya wito wa pili. Nashukuru kwa wale wamefika na pengine wengine watapata ujasiri tunapoendelea. Nitawaombea kwa njia ya kipekee. Nafanya wito huu wa pili kwamba ikiwa maishani mwako una jambo linakusumbua, mzigo fulani, pengine ndoa yako haifanyi, pengine biashara yako imesimama, pengine afya yako imedhoofika, na kualika uje hapa. Mungu anataka kushughulikia watu wake kwa njia ya kipekee. Ikiwa una tatizo linalokufinya, unasikia ni kama linakukosesha amani na furaha, karibu hapa upande huu.
Tuimbe stanza 1 tena. Wanapokuja hivyo, nafanya wito mwingine wa tatu. Ikiwa wewe haujaokoka, unataka kuokoka siku ya leo, umehisi Mungu amezungumza nawe na unataka kuwa Yesu awe ndiye Mungu wako, na huko ule upande mwingine huko juu, na kusii uje. Ikiwa leo unataka kufanya agano na Yesu, unataka kuanza maisha na Yesu, maisha mapya na Yesu, hata unataka udhibitishe wakati wako ukifika kwa njia ya ubatizo. Pengine hujabatizwa, pengine ulirudi nyuma baada ya kubatizwa, pengine hujawahi kujua ukweli wa Biblia, hujawahi kuwa ukitii amri za Mungu, ikiwemo hata ile ya Sabato na amri zote za Mungu, na leo unataka uanze maisha mapya ndani ya Yesu. Utaungana na kundi hili. Hivyo wale wenye wana matatizo yanawafinya watakuwa upande huu, na wale ambao wanahitaji wokovu, kuna wale ambao walisema TikTok na mambo kama hayo, wako huu upande, na wale wanataka ubatizo upande huu. Na waalika mje hapa, msiogope mpendwa. Yesu akikuja kukusaidia tena unaogopa? Karibu hapa, usiogope. Tuimbe stanza inayofuata. Asante sana. Namwalika pasta, kiwa kuna pasta aje hapa mbele. Ayuko elder mmoja aje. Elder mmoja anaweza kukaribia hapa mbele. Elder ataombea hawa ambao wamejitoa kuacha hiyo mitindo, na wale wanataka ubatizo, Mungu awaguze kwa njia ya kipekee. Kisha nitaombea hawa na nitafanya pia ombi la jumla kumaliza katika kipindi hiki. Basi elder, anza. Tuamini, tuombe pamoja. Baba wetu, tunakushukuru kwa wema wako. Asante kwa mtumishi wako ambao amepatia neno lako. Roho Mtakatifu amemuongoza vile ilivyo. Asante kwa kikundi hiki ambao kimeamua kuanzia siku ya leo ya kwamba kimeacha mitindo, waangalia yale ambao sio mema, bali uangalie mitandao ya Biblia, sio mitandao ya kidunia, ndio iweze kuwaweka mahali ambao ni patakatifu. Kuna kikundi kingine ambao kimejitoa kwa kubatizwa ama kuingia kanisani, wawache yale ambao sio mema mbele uso wako, mambo ya uovu, ndio waanze kuwa Wakristo na kujiandaa kwa ufalme wako. Asante kwa sababu tunaamini ya kwamba tunapokuja kwako na tujue sawa sana mapenzi yako, na wote ambao tumesikiza neno lako tunaomba utusamee dhambi na makosa tunafanya kila nyakati, sio wema. Asante kwa sababu tunaamini ya kwamba tayari mtukiwa mbele yetu, leo tunaomba kupitia mwana Yesu Kristo mkombozi wetu. Tuombe. Baba wetu ishie patakatifu mbinguni, tunakushukuru kwa maana siku ya leo umetufunulia tukafahamu njia ya kupata furaha na amani.
Bwana, neno hili liweze kukaa katika mioyo ya wana wako na kuzaa matunda mema. Bwana, twashukuru kwa wito huu ambao umetoa na kwa hao wenzetu ambao wamejitoa siku ya leo, ambao maishani mwao wamekuwa ukitafuta furaha katika mitandao ya kujifurahisha burudani. Bwana, hivi leo wameamua kwamba wataachana na hiyo. Bwana, uwategemeze, uwape nguvu ya kuachana. Na Bwana, wanapoanza sasa kusoma katika neno lako, wakutane nawe kwa njia ya kipekee. Bwana, ninaufahamu kwamba hata kuna wengine waliogopa kuja, wako katika ule upande mwingine. Bwana, naomba uwashughulikie nao, uwape ujasiri wa kuachana nayo na kuanza kufuata furaha na amani ya kweli iliyo katika neno lako. Bwana, sisi sote hapa utuponye ugonjwa wa dhambi. Bwana, uponye magonjwa kati yetu hapa. Hata kuna wale kati yetu ambao wamekuja hapa mbele, wana magonjwa ambayo yamewafinya, yamewatishia kwa muda. Hivi leo Bwana, wewe ambaye ni tabibu mkuu, leta uponyaji wako wa kipekee. Bwana, kuna wale ambao biashara zao zimefilisika, kuna wale wamekosa kazi. Bwana, kuna wale ambao hata kazi zao zina misukosuko. Ingilia kati kimiujiza Bwana, ufungue milango kwa njia ya kipekee katika maisha yao. Bwana, kuna wale ambao familia zao hazifanyi kazi. Bwana, kuna wale ambao waume wao ni kizungumkuti. Kuna wale ambao wake zao is a headache, dear Father. Ingilia kati kimiujiza Bwana, uponye hizo familia. Bwana, vile tulisoma katika Zaburi 144 fungu la 12 kuteremka, let that be the experience of these who have come here and those who are on the other side, dear Father. Na kwa njia ya kipekee Bwana, unapotushughulikia katika mambo ya mahitaji yetu, vile kila mmoja wetu anayo, Bwana, utushughulikie kiroho. Cause a revival of true godliness in this church as has never been before. Bwana, usababishe kwamba wana wako waanze kutafuta amani kwa njia sahihi, maana amani ya kweli hupatikana kwako. Bwana, tunapofikia katika tamati, ututawanye na mibaraka yako, katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Elders, naomba tukutane hapa na hawa kidogo tuombe pamoja nao kwa njia ya kipekee.